Are you a good neighbor? Hallelujah. Are you a good neighbor? Unaweza kuwa umesukumwa na mambo, hujapata mtu, lakini here we are. This is a praise ambayo utapata usalama wako, ambayo utapata kuwekwa huru, ambayo utapata kufungwa jeraha. Bwana asifiwe sana. Na ndio sababu umekuja ili uweze kufungwa jeraha, ukaweze kupelekwa pahali pale panafaa, moyo wako ufurahie katika Bwana. Hallelujah. That's why you are here. Be your neighbor. That's why you are here. Kwa sababu this is ni pahali pa kuja kupata pumziko, ni pahali pa kuja kupata upendo ulio wa kweli, si wa kupolwa mali yako. Ni pahali pa kupata usalama, kama vile msafiri alivyosafiri na akapata ya kwamba amepatana na good Samaritan ambaye amemsaidia kufanya maisha yake iendelee. Bwana siwe sana. Kwa hivyo ambie your neighbor kwa mahali panafaa. Hallelujah. Na si pahali pa husuni. Amen. Come expectant. Na ni kwa sababu umekuja ukiwa umetarajia. I believe with all my heart, kama vile good Samaritan aliweza kusaidia yule kijana, yule msafiri ambaye alikuwa amefika mwisho wake, akapata usalama. You will be a blessing to somebody. You will make someone life to continue. You will make hope to someone who is hopeless. You will give life to them who does not have life. Because the word of God, if you have the word of God, the Bible says the word of God is live and active, sharper than any double-edged sword. Kwa sababu the word of God is live and active, and you have the word of God, and the word of is God. Speak the word of God to that somebody who have come to his end, to her end. Give life. Hallelujah. Give hope. Kwa sababu the word of God is live and active. Neno linafanya kazi na li hai. Kwa hivyo patie tumaini. Mpatie tumaini. Kwa sababu ndani yako kunayo neno, mpe tumaini. Kuwa msaada kwa yule ambaye amefika mwisho wake. Yule ambaye amepatana na waragai. Ole ambao maisha yake haina tumaini tena. Amefika mwisho wake, but you are there to help that somebody. Bwana asiwe sana. You are there to help. You are there to give what you have. Msafiri huyu, good Samaritan, ilimgharimu pesa zake, ilimgharimu wakati wake, ilimgharimu hata kumwangalia, hata akiwa pale kwa hoteli. Kwa sababu ameguswa toka moyoni. Wakati unaguzwa, usijipaguze. Ambia mwenzako usijipaguze. Hallelujah. Aliguzwa, hakupretend, alikubali kuguzwa na akaguzika. Na alipoguzwa, mafuta. Unajua wakati ule hakukuwa na bank. Hakukuwa na bank za kuweka pesa. Na kwa hivyo walikuwa wananunua mafuta ya bei. Mafuta ya bei, hiyo ni akiba. Na alitoa yote ya siku mbili, the salary of 2 days, worthy to eat 1 month. Lakini hakuona hiyo yote kwa sababu aliguzwa alipomuona. Ni vyema tukaweza kuguzwa na kufikia wale ambao hawajajua Kristo. Bwana asiwe sana. Guzwa na utoe kwa ufalme ili injili iendelee. Hallelujah. Guzwa na uamue ya kwamba I will be a blessing, I will be a good Samaritan to whoever have a need. Amen. Sitaigino kama vile kuhani, kama vile mrawi. Sitadharau ambaye mtu aliye na hitaji na Mungu amenifanya nimuone, nitakuwa baraka kwake. Hallelujah. Nitakuwa baraka kwake. Tuwe na roho ya huruma. Tukubali Roho wa Mungu atufanyie kazi ndani yetu. Kwa sababu wengine waweza kujifanya they are holier than thou, na hawataki kuguzana na yule mtu ambaye amepatana na visanga, amepatana na waragai, amepatana na mambo mengi katika maisha. Si kwa sababu alikuwa na intention ya kufanya jambo lile, lakini alijipata. Na ni kwa sababu alijipata. How will you treat that somebody? Can you be a good Samaritan? Kuokoa maisha ya huyo mtu. Umwambia hata kama unapitia, hata kama ulijipata, there is still love. Kuna upendo katika nyumba ya Bwana. Kuna upendo katika ufalme. Kuna Mungu anabadilisha hali. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani? Wengine wanaweza kuwa wanapigwa vita. Huyu msafiri alipatana na waragai.
na akawezwa mali yake ikaibiwa, akawekwa jeraha. Ni kule kulipatikana mmoja akakuja kuokoa maisha yake, angekufia pale kwa barabara. The thing is, whoever has a great what do we call it? Destiny. Kuna vita kubwa sana. Kwa hivyo ni vyema ukapigana vita zako kwa hekima. Amen. Hata kama vita zinakuja, kuwa na hekima. Pigana vita zako kwa hekima, ukiwa unaongozwa na neno la Mungu na Roho wa Bwana. Atakusaidia katika unyonge na katika udhaifu wako, kwa sababu yeye ni wa rehema, na neno la Bwana linakupea nuru. Biblia inasema ya kwamba litakumulikia. Is the right of your path the word of God. Do everything as per the word of God. Fikiria kineno, kaa kineno, kula kineno, nena kineno. Bwana siwe sana. Because the word is God himself, and it is live and active. It is working. In that situation, be a good Samaritan. Don't ignore them have needs, them that are desperate, them that they don't have hope. Be there to give them hope. Be there to be a blessing to them. Kwa sababu wewe uko hai ili uwe baraka kwa mwingine. Bwana siwe sana. Amani nini kubwa umefanyia Mungu akakuweka mahala huko? Ni kwa rehema zake Mwenyezi Mungu. And if you have any opportunity to do good, kama huyu msafiri alipatana na yule amegongwa pale na waragai, na akagharimika wakati wake, akagharimika mali zake, akagharimika nguvu zake, kungangana na mjamaa ambaye amepigwa ako hali mahututi na damu ndio hiyo inamtoka, lakini anangangana na yeye mpaka nampandisha kwa punda yake. It's not that easy. It's a sacrifice. Maana sifa sana. It's a sacrifice. So you have to sacrifice yourself for somebody, for the kingdom, ili injili iende mbele. Hallelujah. Amen. We have needed people. Na kama tungekuwa na roho kama yule msafiri, huyo alikuwa anatoka Yerusalemu kwenda Yeriko, hii dunia ingekuwa imebadilika. Tungekuwa watu wengine, watu walio na roho ya utu ndani yao, si roho ya unyama, si roho ya kuona tu ni kupora kama wale waragai. Tuwe na roho ya kusaidia. Msafiri alipokuwa na safiri hakuona kile kimebaki na yeye amuragai. Aliona mtu ambaye ako na jeraha, ako hali mahututi, akatoa mali yake, akatoa mafuta yake, akatoa divai, akalalua nguo zake, akamfunga majeraha, akangangana na yeye. Bwana asifiwe sana. In this kingdom there is that sacrifice you have to give. Amen. In kingdom kuna kujitoa. Hallelujah. Mali ulionayo si yako peke yako, ni yako na ufalme. Kwa sababu wewe ni wa Mungu, mali ulionayo ni ya Mungu, and everything pertaineth thereof. Because the Bible says in the book of Psalms that heaven and earth belong to the Lord, and everything pertaineth thereof. Bwana siwe sana. So you belong to God. And you have a great tomorrow because you arrive. Biblia inasema in the book of Ecclesiastes ya kwamba ni heri mbwa aliye hai kuliko simba ambaye amekufa. So you are great. You are blessed because you arrive. Usisikie sauti hizo zingine zinakuambia kwamba you have come to your end. Our brother has given his testimony. Fili alikuwa amefika mwisho wake, watoto ndio hawana namna, ni wagonjwa, hana pesa, hana nini, lakini alipokalia mahala hapa, kurudi nyumbani alilakiwa na wale watoto. Bwana sifiwe. So as you come with heart ambayo ime-expect kutoka kwa Mungu. Naye Mungu anakutana na haja zako, anakutana na mahitaji yako yote, kwa sababu ni wa rehema in this house, in Jesus name. Hallelujah. Tell your neighbor, we are in the right place. Hallelujah. And we will be a good neighbors. Hallelujah. We will be good neighbors to them that have needs. You will be a blessing to somebody. Na sisi si wale ambao tunafurahia wakati tunaona mabaya inafanyika. We are there kuomba
ni kwa sababu ya wale wamefika mwisho wao, ambao wanalia na kuomboleza. We as Christians tunafanya kulingana na matendo Yesu ambaye alituonyesha. Bwana siwe sana. Kuna mwingine alisema ya kwamba mimi pastor sitakuwa ninaenda kanisani kwa sababu niliona vile watu wana behave, vile watu wanaongea, vile watu mtu anajifanya ameokoka, lakini huyo mtu akitoka hapo anaenda kusengenya wengine, anaenda kuongea mabaya, anaenda kufanya lile na lile lingine. The thing is, hauja kuja kuangalia watu. Bwana siwe sana. You have come to follow Christ. Amen. Na wakati unaangalia watu, you do not make it. Siku moja kukawa na mmoja ambaye anasema ya kwamba hii kanisa nimefika mwisho wake. Akaambia pastor akamwambia, okay, it is okay. Ebu sikiza kidogo. Ebu nikuelezee. Na vile nitakuelezea ufanye. Akasema ni kweli nitafanya. Akamwambia aweke maji kwa glass na asukuke kanisa akiwa na maji ikiwa kwa glass na isimwagike hata tone moja. Akaambia pastor, wow, hiyo ni simple. Nitasunguka kanisa. Akawekewa maji. Akasuguka. Aliposuguka pole pole bila kuangalia upande na upande, lazima ageenda akiangalia vile amekamata ile glasi yake hivi ili amake kusuguka kanisa na kurudi ndani. Akasema alipoingia akaambia pastor, have made it. Hakuna maji imemwagika. Akamwambia hivi, wakati ulikuwa unasuguka aje? Alikuwa very keen na glasi yake maji isimwagike. Kwa hivyo akawa anaangalia vile amekamata glasi yake akitembea. Akamwambia hivyo ndivyo ilivyo. Wakati umekuja kanisani, hauja kuja kuangalia watu upande na mbele. Umekuja kumwangalia Christ msalabani. Glasi hiyo yako ilikuwa ni Kristo msalabani. Umekuja kuangalia Yesu, sio watu. Bwana asifiwe sana. Na wakati unaangalia Yesu, hautaangalia watu upande na upande, wanaongea nini, wanafanya nini, kunaendeleaje. Ni kuangalia msalaba. Alipotazama hiyo glasi hakuna maji ilimwagika. Lakini kama ageenda akiangalia watu, haya, kwani kunaendeleaje? Haya, niko kuradhi. Niko marauga. Haki akafanya hivyo. Hiyo glasi ikemwaga maji. Tuko pamoja. Lakini kwa sababu alikuwa very king na glasi yake, alitembea akiwa very king, akiangalia maji isimwagike. Hata wewe tazama msalaba. Bwana sifiwe sana. Tazama Yesu, kwa sababu ukiangalia upande na upande you will not make it. Lakini tunapomtazama Kristo aliyekufa kwa ajili yetu, we will make it in life in Jesus name. Hallelujah. Wewe unaangalia nani? Unaangalia vile hali iko ama unaangalia nani? Ukifika mwisho wake kama vile msafiri ambaye alikuwa anatoka Yerusalemu kwenda Yeriko, ukiangalia watu wakuja wakusaidie, you will not make it. Lakini mtazamia Yesu. Msamaria alipokuwa anasafiri, hapo ndipo Yesu aliingilia kati, msaada ukapatikana. Bwana asiwe sana. Hallelujah. When you come to your end, it is the beginning of God. Amen. Na ni vyema kufika mwisho wako. Ili usije ukasema ya kwamba nilijaribu nikangangana nikafanya hii na ile nyingine. Coming to your end, it is so powerful. It is so healthy. Wakati unalia, piro imejaa machozi. Ukiamka asubuhi, huku macho imefura. Kwa sababu umelia usiku, macho ni red na imefura. Abia Mungu ni asante tu kwa sababu unajua hatima yangu. You hold my future. You know me better. Hallelujah. Tumtazamie Kristo aliyetuita. Usiseme sijui nini, sijui inafanyika, sijui ilitokea. Kwa sababu ukianza hizo story bila kuangalia msalabani, utaagamia. Ni wangapi wamepitia magumu wakiwa kwenye safari zao? Kwa sababu tuko safarini. Tuko safarini kama yule msafiri. Tunasoma Luke 10 from verse 30. Wale ambao hawakuwa wamefika. Luka 10 mstari wake 30 na kuendelea. Yule msafiri ambaye alikuwa anatoka Yerusalemu kwenda Yeriko, na alipatana na Megi, na tukaona ya kwamba yule Msamaria mwema alipomuona akamhurumia. Alipomhurumia iligharimu atoe mali yake. Unaonaga watu wale
wanakaanga gumu hata kutoa mali yao, ni kwa sababu hawajaguzwa mioyo yao. Haleluya. Avia moyo wako usikae gumu. Bwana asiwe sana. So that you may give, you serve God with your material things, you serve God with your finances, kwa sababu umeguzwa. Haleluya. Ama inasema ajebu asomee tena. Alipoguzwa ilifanyika nini? Kwa sababu wale wengine live alienda kando. Kuhani alienda kando. Murawi alienda kando, hata kama wanajifanya wao ni makuhani na wanatoanga sacrifice na wao ndio wanaongoza wateule. Walienda kando. Hodia than thou. Hebu soma. 33 inasema 33, lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomuona alimhurumia. Alipomhurumia ikafanyika nini? Akakaribia, akamfuga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampadisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hallelujah. Bwana siwe sana. Amen. Kwa hivyo kuna kuguzwa. Unapoguzwa unakaribia. Unagalimika, unaenda karibu hapo kwa Yesu, ili akupe mwelekeo. Anapokupe mwelekeo kwa sababu ulikubali kuguzwa moyo na kukaribia Kristo, anakupea mwelekeo wa maisha yako. Praise God. Anakuongoza kwenye njia zile za haki. Usijiongoze na fikira zako na uelevu wako na kutojua kwako. Kubali Roho Mtakatifu akupe mwelekeo. Kubali neno la Bwana. Nashukuru Mungu ni kwa sababu the word of God, the Bible says that the word of God is permanently settled in heaven. Na vile linasema in the book of Isaiah, it says that it will never turn to the Lord forward. It will have to accomplish the work the Lord started in you. Neno la Mungu halitamrudia Mungu bure. Kwa hivyo semekana ya kwamba utabarikiwa. Amini hilo neno ni lako. Si ya neighbor. Hilo neno ni lako. Bwana asifiwe sana. Usione neno likisema kwamba Mungu amekufanya mmoja wale atainuliwa siku hizi za mwisho. Kubali hivyo. Because the promises of God are sure than the coming of the morning. Praise God. The promises of God are sure than the coming of morning. So stand on the word of God on a solid rock, and I assure you, as you stand on the word of God, things will be better in Jesus' name. Let us welcome our apostle to accomplish and to have a word of prayer in Jesus' name. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hai. Wamewaboa sana, wamempatia story mingi sana. Si ndio? Na mlikuwa nataka tu mujisa muende. Mudhani ukinyire. Nashukuru kuwaona. Watara kumuona? Yeah? Unapeleka mtoto wapi? Kumchenje? Mumulete, nataka kuona hiyo mtoto. Nipatie sauti. Nashukuru sana kwa sababu ya muda huu Mungu ametupatia, na muda mzuri ambao uko hapa, ambao unaenda kubarikiwa. Mwambie mwenzako leo anaenda kubarikiwa. Kwa sababu nikikuja sikuwa nimebarikiwa. Mwambie hivyo. Tena umenyamaza. Weka hai baba. Mwambie leo naenda kubarikiwa. Kwa sababu nikiingia hapa sikuwa nimebarikiwa. Hauko umebarikiwa. Kai. Kwa hivyo mtabui Mungu. Can you lift for me? Hi. Yenda juu. I thank God. Toa hii mashini yako hapa, weka huko kado kidogo.
Napenda kujisikia kwa sababu ni mzuri mtu akijisikia. Wangapi wanasikia wako kwenye nyumba ya Mungu na wako na matarajio makubwa? There is something new that is going to happen. Thank you very much. Habari yako? Unakujaga mara moja alafu naenda. Last time nilikuwa na last year asubuhi. Good. Nataka tusome kitabu cha Isaiah 40 hapo mstari wa 31 tuanzie 28 mpaka 31 hapo. Nataka kukupatia neno la kukupatia nguvu, maana nyinyi mlio hapa ni nguvu mmekosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nguvu tu hamuna, lakini you're strong men and women. It's only that you don't believe in yourself. Only that you are here, but ukijiangalia unaona ni kama hauna mwelekeo mzuri, lakini tukikuangalia sura inatuambia mwelekeo iko, lakini huko ndani macho inasema mwelekeo hakuna. Kwa nini? Kwa sababu sasa umefika mwisho. Na ukiona mtu anakuambia nimefika mwisho, amefika mwisho kwa sababu maneno yake aliyafikisha mwisho, na hakujua hiyo ndivyo kulikuwa kunatakikana. Unajua wakati nasema nili unigi nyite mwisho, ni kumaanisha yes, you are in the process of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia mtu amekwambia sasa mimi nimefika mwisho, ni kwa sababu amefika ako in the process of God. Because God will wait until your education comes to an end. Ujuaji yako comes to an end. Pesa zako comes to an end. Kilani yako comes to an end. Your brothers and sisters, they come to an end. Then now you unafika mwisho nabia Mungu nimekuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Because jana ulikuwa unaita sister kwa sababu unajua sister yako anakuwa na pesa atakusaidia. Ulikuwa unaita uncle kwa sababu unasikianga uncle connected na serikali atakusaidia. Sasa ukiona uncle amefika mwisho, sister amefika mwisho, wewe mwenyewe mwisho, na masomo yako mingi na kisugu mingi imefika mwisho. Sasa hapo tunajua Mungu ameanza kufanya kazi. Haleluya. Wangapi wako hapa wamefika mwisho? Inua tu mkono wako ujue umefika mwisho. Basi sasa uko tayari uende nyumbani kwa sababu umeanza kazi na Mungu. Ndio. Kama umefika uko hapa na umefika mwisho, ni kumaanisha Mungu ameanza kazi. Kabla ufike kwa hiyo laini ya mwisho, bado ulikuwa na ujuaji. Mungu alikuwa ameenda kutembea Dubai kidogo. Mungu hawezi kushare his glory na wewe ati kwa sababu wewe ni pastor, ama kwa sababu wewe ni bishop, ama kwa sababu wewe uko na cousin anajua anaenda. No, it doesn't matter. Whether you have a cousin or whether you have what, it doesn't matter to him. What matters to him, are you ready to listen to him? Bwana Yesu asifiwe. Are you ready, mister, to listen to God? Niwe harerie. Now to listen. Uweza wacha story mingi, sasa ujuaji. Wacha experience, wacha venye unajua. Wacha hiyo college ulienda hiyo ya Bible. Wacha hiyo mavitu ulifundishwa. Now are you ready to listen? When you are ready to listen to God, that is when God will be ready for you. But if kaba bado kuna experience, unajua hapa kuna edaga hivi, hapa hakuedagi hivi, kuna edaga hivi, God is not there. Unajua wasee hawajasema, hapo hakuna Mungu. Unajua kanisa haijaamua, hapo hakuna Mungu. Unajua shearedi hajafika, hapo hakuna Mungu. Because that is his shearedi. That is chairman. Bwana Yesu asifiwe sana. But until when now unasema shearedi alijaribu tukashindwa. Nikaenda kwa apostle akashindwa. Tukaenda kwa nani, kwa secretary ndio huyo akashindwa. Tukaenda kwa serikali hakuna majibu. Sasa mimi nimesema nimefika mwisho. That is a godly statement. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what God has been waiting from you all that time. Ujuaji imefika mwisho. Mwambie mwenzako, kama ni umeinua mkono, ujue ni ujuaji imefika mwisho. Mwambie tu, mwambie mwenzako, kama uliinua mkono, ujue ni ujuaji imefanya nini? Sasa muulize tu, hii ujuaji ulitoa wapi? Ulitoa wapi? Na unaonekana very innocent. Hii ujuaji ulitoa wapi? Na ndivyo unaonekana ukiwa mzuri na handsome na beautiful.
Mwangalie tu muulize, hii ujuaji ulitoa wapi? Na ndipo unaonekana kama uko na mipango mizuri. Ujuaji mingi ilikuwa ya nini? Ulitoa wapi? Na familia yenu tunajua wakuagi wajuaji. Wewe ulitoa hii ujuaji wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Once you understand ujuaji yako, hakuna mahali itakupeleka. That's the beginning of the wisdom. That's the beginning of being spoken to by God. When wewe mjuaji mami, wako leo mjuaji. Wako noe kemenyi, kemenyi wa imenyi, hakuna kazi. Hata uruke hapa, hata uruke uguze chini urudi chini, hata ulinae ulakude na ulikomoso na morikoto na moriamoto yote zero. Hata niliona pastor yetu alikuwa anafanya hivi. Hiyo ni pastor wenu alifanya. Tuambie venye Mungu alifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata niliona bishop akifanya hivi. Hiyo ni ujinga na ni upusi. Hiyo ni yake. Yeye alisikiliza Mungu yake akafanya. Sasa wewe na bishop ni Mungu moja. Sikiliza Mungu yako kulingana venye anazungumza na wewe. Kuna yule wale wanaendaka pale Wakorino, wale wanasugu wale Wakorino wa Waluya. Wale wanasuguka kwa barabara na dramu kubwa. Walisikia Mungu. Wale wako kwa VVA walisikia nani? Mungu. Catholic walisikia nani? Mungu. Mkolini wa Kereba kia white alisikia nani? Na wa blue na wa yellow. So kwa nini unifuate? Kwa nini ufanye venye nilisema? Na siku hiyo Mungu alitaka nisikie hivyo. Mungu hana formula. God does not have a formula. The way God is speaking to me today is not the way He's speaking to you. Ameniappoint saa hii ni kuzungumzia kuhusu madhabahu. Nikwambie kuna kitu kwenu imefanyika. Lakini ukienda kwa yule alinifundisha ni Harrison Nganga na James Maina Nganga. James Maina Nganga alinifundisha niseme nikuite Matuta. Mimi siwezi kuita wewe Matuta kwa sababu sijui alipata ufunuo ya Matuta wapi. Sijui. Kienda kwa Harrison nakwambia kaa hivi. Sasa siwezi kufanya hivyo anasifanya kwa sababu sijui ufunuo yake alitoa wapi. Mimi namsikiliza Mungu ananiambia huyu amekasirika. Niketoa kwa karibu. Amekasirika. Umetoka kwa James. Unajua watu wa Matuta wanakuaga tu na behave tu kama ndio nanaka mtu akikaa chini ya mchungaji. Kuna vitu nafaa kuunderstand, anakufundisha aje. Ukiunderstand venye unajua nikitaka kukujua nitatafuta mchungaji yako nitajua. Hivyo na behave nitampata. Na kama wewe unataka kuhubiri kama mchungaji wako, then you are fake. Hiyo mchungaji wakati atakufa ama ataondoka hata wewe utakufa. Ukienda ukute watu wanganga kama sasa mfano tutumie James Maina. Hola baba baba. Hola kaka kaka. Hola pepe pepe. Na wewe unakuta mchungaji wake naye. Hola kaka kaka. Hola pepe. Sasa ujui nganga na ukiaga na Mungu gani? Sasa unaanza kusema ole pepe pepe. Ole kaka ukimuuliza ole ulikuwa unasema nini? Anakuambia ni neema ya Mungu ilikuwa inashuka. Ukiuliza nganga nikikukaga ati nilisikia ni malaika alisema. So na sasa mmekuwa tofauti. Be an original version of yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Be an original version of yourself. Have you ever asked ni kwa nini kidole yako inachukuliwa kwa na polisi na benki na kila watu wanachukua? Unamshai kuuliza ni kwa nini? Wewe nakuuliza. Wao wanajua na wewe wacha kuniambia au niambie wewe. Ni kwa nini wanakuchukua kwa kidole? Aje na huyu yako na kidole kama yako. Sio hata huyu yako na figa. Unasikiaga? Nani alikwambia? Ulisikia na nani? Ulisikia na nani? Na kama ulidanganywa? Na kama walikudanganya? Hakuna mtu duniani ako na kidole kama hii yako. Nobody on earth. Naona hii kitu ya macho hii around ya black. Hakuna mtu duniani ako na kitu kama hiyo. You are an original of yourself. So why do you want to imitate me? And I am practicing, I'm within my compound.
Ninafanya vitu zangu kulingana na sheria na mikataba yangu na covenant zangu na hivi nakaa hivi. Sasa nataka kusema ni kwa sababu uliona nikisema mama umepona. Na wewe kesho nakuja. Mzee, ni nini imekusumbua? Sasa unajua kwa sababu ni fake unajaribu. Unajua sasa hiyo jana nilikuwa naumwa na mgogo. Nikizungumza na mama wakati nilinama hivi, mgogo ikaanza kuniuma. Sasa kujinokota sasa nifanye hivi mpaka hii mgogo isimame. Sasa unafikiria hiyo ni anointing inaitagwa hivyo. Sasa kesho na wewe unakuta mzee, ni nini nakusumbua? Nani mgogo ilikuwa inalima. Sasa unakutaka mtu anachinyokolaka hivi. Na mimi siku hiyo ni mgogo. And that is how you are fake. Tell your neighbor I'm fake. Ambia baba yako mimi ni fake. Bwana asifiwe sana. Try as be, not even trying. Be yourself. God will bless you within yourself. Because the identity that God gave you, it is the code that which he blesses you with. The identity yako. Huwezi kwenda Equity Bank, wanakuambianga shika hiyo kitu hapo, wekelea kidole. Hawawezi kukutolea pesa ya huyu. Watakutolea pesa yako. Sasa angalia, ulikuja ukafanya makeup, ukabadilisha, ukanyoa hizi, ukakata hizi, ukanyoa hizi zote, ukakaa ukapaka rangi hapa ikapanda hivi, ukapaka rangi nyingine ikapanda hivi, alafu hapa ukaweka tule tugine tumekaa hivi, na tugine tumekaa hivi, alafu mdomo imekuwa ya red. Sasa unaongea hivi, huwezi kuongea, siongei wewe, siongei kukuhusu. Napatia na for example. Sina ubaya haki. Oh yeah. Nimeona umefanya, lakini sina ubaya. Sincerely, I'm not against. I'm giving an example. Please ladies, forgive me. Nimepatia na example baya, lakini let me use it because unaijua. Sasa niambie umepaka hiyo, alafu ingine imekuja hapa imeenda hapa, ingine imeenda hapa, alafu kanywe kingine kimekuja hika hapa kameenda yui, naka kingine kameenda yui. Jajirai. Sasa niambie story hapa. Story iko hapa. Sasa kule biguni malaika amepatiwa picha. Teremuka na hii picha ya huyu mama mzigo yake. Amekuja anakuona. Anaanza kuongea kama Wakerenyaga. Ndio kuona wewe very familiar, lakini ndiye remember very well kulenda kuonete. Kwa sababu ako na picha anaona ni kama ni wewe, ni kama si wewe. Hallelujah. Naona ni kama ni wewe lakini si wewe. Sasa huyu mtu malaika anakuja anasema nilimuona lakini huyu anakaa kama ni sister yake. Hallelujah. Ngai mtikague huru. Msinipepe vibaya. Ni kuongea tunaongea. Hii maneno lazima ikue. Pole. Najua sasa ameanza kuimagine kama ule mtu alikuja alikuwa amebeba kama ni kafurushi. Anaweza kuwa ni yeye. Alikuwa amebeba mzigo yangu. When you lose your identity, you lose your blessings. Bwana Yesu asifiwe sana. When you lose your identity, I didn't say you lose your identity by what you are doing. Hizo mnajipaka, nipatie an example too. But losing your identity is copying somebody else. Walking and doing things that are not of the original. Walking in a manner that that is not what God intended you to be. Bwana Yesu asifiwe sana. You must live and walk according to the plans of the heavenly kingdom, Father. Praise be the name of God. You cannot succeed in whatever that you are doing if at all you are not yourself. God will bless the original person he created. Don't fake. Don't be like somebody's wife. Don't be like somebody's husband. Don't be like somebody's business. Don't be like somebody's who is a pastor. Be like yourself. Preach like yourself. Walk like yourself. Live like yourself. Do like yourself. Do like yourself. You are unique. You are not a photocopy of somebody else. The Bible says that we are made. How?
Yeah? We are made how? In the likeness of the and the image of God. If I look like nikiangalia huyu mama, that is how God looks like. Anafanana huyu mama. Nikikuangalia Mungu anafanana na wewe. Hebu angalia mama. Mnafanana? There is no resemblance. So this, Mungu akiingia kwa huyu anafanananga huyu. Akiingia kwako anafanananga wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is it. Akiingia kwako anafanana sasa kwa sababu anafanana. Si huyu ni mwanaume. Na anafanana nani? Are you a man? You're not a man. God is original. You are an original from God. So live a walk of originality. You are wonderfully and fearfully made. Why would he make you wonderful and fearful? Because you are an original creation of God. And if you are an original creation of God, it means everything pertaining heaven is yours. Because you look like God. Who is the owner of this tree? Who is the owner of the birds? Who is the owner of the plants of fruits from mashamba? So God owns all these things. Sindio? And you look like God. Then who is the owner of these things? Are you part of the ownership? Yes. I'm part of the ownership of everything that is existing on earth. I'm part of the ownership of everything that you see because I look like God. I am a resemblance of God. So I am God. So if I want to ask anything, I will ask. And that's why in the book of Ezekiel 37, God calls this man called Ezekiel, son of man. Can these dry bones live? What was the response? Ezekiel tells you, God, you only know. Then God came and prophesied. Is that true? Yeah? Then God comes and prophesies. Is that true? Yeah? No. He tells son of man, prophesy. He tells man, son of man, prophesy to these dry bones. Why did he tell him to prophesy? And Ezekiel, you only know. Because a responsibility to prophesy is delegated. God delegated the prophetic power to you. God dedicated the power of the tongue to you. God delegated every powers of doing things to you. So God cannot come to subordinate you. God not come to undermine you. Because he has given you power to prophesy over anything. Power to say this is going to live, and the power to say this is not going to live. Power to say I'm rich, and also power to say I'm poor. Power to say I'm going to be married, and the power to say I can't get a man. Power to say this, and the power not to say this. So God cannot come and usurp his authority and snatch it from you. So he told Ezekiel, prophesy. And Ezekiel prophesied to the dry bone because he got the power. So the power for you to change is within you. Power for you to be healed is within you. Power for you to transact, it is within you. If you want to become rich today, you will become by your mouth. And that is why when he brought Jesus Christ in different formations. Did you know that? Do you know Jesus is not one? Jesus came in different formations. How many of you know that? Lift up your hand. Okay. When he came to water, he became what? He became what? He became living water. When he went to the plants, he became what? Yeah? He became what? The true vineyard. And when he went to the rocks, he became
I want to speak. I want us to interact. And when he went to the rocks, he became what? The stone that the builders rejected. And when he went to the animals, he became what? The Lion of Judah. Hallelujah. Did you know that? Did you know that? You know, but because you are lazy, you don't want to interpret what Jesus, when akiingia kwa wanyama, he becomes the Lion of Judah. Akiingia kwa miti anakuwa mizabibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiingia kwa mawe anakuwa jiwe. Sio jiwe lilokatiwa. The chief cornerstone. He's the chief cornerstone in your life. The cornerstone that stands, that makes that building stand. Bwana Yesu asifiwe sana. Jesus stands, anabadilika. Akienda mahali anabadilika. Akiingia kwa mawe atabadilika. Akiingia kwa maji atabadilika. Akiingia kwa miti atabadilika. Because he is omnipresent. Ngapi wamejua leo hivyo? Na mpaka mnaniangalia vibaya. Unashindwa sasa, huyu anatufundisha nini? Na sisi tulikuja kupokea. Kabla upokee, nataka nikuambie mahali popote ukiingia Yesu yuko hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. It doesn't matter whether you are in a hard rock and what? And a stone. Ukiwa kwa hiyo mawe, ita Yesu kwa sababu Yesu ndio huyo. Hiyo mawe ni Yesu. Hiyo shida uko ndani yake saa hizi. Yesu yuko ndani ya hiyo shida. Huo ugonjwa uko nao saa hizi. Jesus is that, because Jesus is a master healer. He is a healer. Whatever kind of a situation you are in, that is Jesus that is in you. Because Jesus will allow all these things to happen for his glory to be seen and to be known. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why Jesus will allow you to be sick. And he said, nilichapwa viboko ndio nini? Ndio mpone. Mimi kupona kutakuwa. Na uwezi kupona bila wewe kuwa mgonjwa. And that is why alikubali anyoroswe. Unaweza kubali kunyoroswa sasa? Yeah? Unaweza kubali kunyoroswa? No. Wewe uwezi. Hadi unyoroswa kwa sababu ya hii kanisa kutokea Kimutu pale. Kuna mzee mmoja alikuwa anatupatia kastori, lakini niliona hiyo kastori kana nikazuri kweli. Kalikuwa na ukweli kidogo. Ilikuwa kesha. Na hiyo kesha walikuwa kesha, alafu kukatokea kijamaa kimoja wakakaa bahali wakasema nataka kujua tu ile kanisa, wacha tuangalie kama wale watu wanadaga ile kanisa ni watu wa ukweli. Kijamaa kikaigia, wakapaga, wakaenda pale Daguleti kona, wakanunua damu ya busi na ya ng'ombe, wakachanganya vizuri, wakaiweka mzuri, wakakuja na kama iko kwa debe. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipofika pale, kijamaa kimoja kikaigia ndani na kipaka, kikaogesha hakuwa na paka. Akakoja akasema, kama wewe unajua ni Mkristo, inua mikono yako juu, na leo ni leo tunachija Wakristo wote. Wakaangalia wakaona hana kitu, akasema pepo toka, pepo rishwe. Najua wengine mnaeleka huko kwa akasha, anaita kwa Maria akasha, rishwe. Wakaanza rishwe. Huyu akalishwa na akatoka nje. Kukakuja kijamaa na paga. Ile sword imekatwa vizuri padini, imekatwa vizuri fadi. Sasa kale kajamaa kamekaa pale. Simu mmesema malisho yenu na malisho na malisho imefanya kazi. Kale kajamaa kamepanya pale, kalishikwa. Kakavurutwa na huko ndani, debe ile katobolewa. Amukuona damu ikamwagika ndani. Oh, Jesus! Wote kila mtu akaanguka chini, akalala chini, akasema kai nitoa gedhia. Kai. Hata akaambia yule alikuwa anasema rishwe, atagulie hapa, kichwa inaenda. Sasa mumeona kale kamerusho na huko na damu imemwagika, mkajua kalijijwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaambia mjua alisema rishwe, atoke. Aimuke. Hakuna hata mmoja tu. Hapana, tutakufa msamaha. Si wewe tunasema rishwe. Hapana, tulikuwa tumefundishwa na pastor. Unajua pastor ndiye ametukosesha. Alitudanganya tu tukisema rishwe. Sisi hata hapa tunakuja tu kutembea.
Huko toka kujela. Huko. Hata pasta akaja. Wewe pasta kuja patangulia akasema. Yego kienda kusalia topesa twakolea. Mimi nilikuja hapa kutafuta tu pesa kidogo nikule. Hata wewe unajua. Si hata wewe unajua hii kitu kazi tunafanyaga. Hatakuwa serious hivyo. Kumbe Yesu alikuwa hapa juu, alikuwa anashughulia. Akapata Yesu alijipata peke yake. Hakuwa na mtu. Lakini wakati mazuri iko ndio unasema hey, hallelujah. Yesu alitutembelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie msako badilisha jinsi ya kukaa dunia hii. Badilisha tu. Wacha kuwa mtu ambaye hajielewi. Badilisha tu. Mwambie badilisha tu. It is very important. Hallelujah. Nataka kusoma tu laini mbili alafu mimi nataka kutoroka niende kwa sababu nataka kufika mahali. Msinifuate huko leo, sionani na watu leo. Unfortunately. Kai. Jamaa anasema ndivyo nimejitayarisha kupanga laini pale. Tukimaliza wachani tumaliziane hapa. Kwa sababu Mungu wako wapi? Hapa. Ile story utakuja kunipatia wachana nayo. Ati mimi nilienda, nikafanya, nikakaa, kukaenda, shosho yangu alikuwa. Wachana na hiyo. When I'm here, God has spoken. Hallelujah. That is why you are here. Because God has allowed. Kuingia wakati uliingia tu hapa. Kuingia tu hapa. Mungu alifanya. You don't even need to see me. Because that faith, that God is looking at the faith. The readiness to do things. When he told Abraham, alimwambia Abraham namna gani? Give me your son. What else did he say? Give me a son. What else did he say? The only son. Number 3, he said, the son you love. Hallelujah. These are 3 different statements. Give me your son. The only son. The son you love. Remember, he had an older son because the other one is older than this one. Did you know he had 2 boys? Who is older than the other one? Ismail is older. But God knew Abraham does not love Ismail. He loves who? He loves Isaac. He told, give me your son. The son that you love most. Then Abraham did not object. He picked his son that he loves. He was not told, go get Isaac, go get Ismail, go get Apana. He was told, go pick the son that you love. Bring him to me. Give him as a sacrifice. And he went straight to where his love is. Praise be the name of God. He went where his love is. So when he went where the love is, he went and picked Isaac, and he went with Isaac. He went and collected firewood, and they moved to the mountain. And the next step he was told, go to Mount Moriah. And Mount Moriah is a big mountain. And he was told by God what? Then once you're in Mount Moriah, I will direct you. Go there, but I will direct you to a particular mountain in that mountain. So Mount Moriah, going to the mountain, is not just going to the mountain, in a particular mountain. Is that true? Is that true? He was told to go to a particular mountain in Mount Moriah. So there were several mountains, like now Mount Kenya has several peaks. And he was told, go, once you are in Mount Kenya, there is a peak where I will send you. That is where you are going to sacrifice, because there I am present. So every mountain is not every mountain. All mountains is not all mountains. Hallelujah. All churches are not all churches. Being a church does not qualify to be a church in heaven. He tells, go to the mountain, Mount Moriah, and in Mount Moriah, I will direct you to a particular mountain where you will go and give a sacrifice. So are you here because God has commanded you, or because YouTube commanded you? Hallelujah. Are you here because God asked you to come, or you are here because of YouTube?
nilikuona kwa Saimokei, nilikuona kwa fulani, nilikuona kwa TV Bethel, nilikuona. Are you here because God asked you to be here, or you are here because uliniona? Uliniona. Mungu akakwambia ukuje tupatie statement yake. Can I see the statement? God gives you direction of where to go. That is why you are here. So God, and when he was about to kill this boy, akapanga kuni zake na akachukua kisu. The boy asked for father, I can see the firewood, I can see the fire, the knife, I see everything, but where is the sacrifice? What was the answer? God will provide. So the sacrifice comes from God. Hallelujah. The sacrifice comes from who? From God. God will provide. Then he laid the boy. And the boy did not object. And as the boy was about to be cut, God provided. A voice from heaven comes, a voice of an angel. Abraham, angalia nyuma yako. Kuangalia nyuma, akapata ni kuna busi, akabia chija busi. So God was not interested in Isaac. He was interested in the heart of Abraham. Was Abraham ready? Was there the willingness to do it? So if the willingness, once he was about to cut, he never cut. Praise be the name of God. But a goat was provided, a sheep was provided that was cut. Meaning God was testing. How much can you deny me? How much can you restrict from me? Praise be the name of God. For how much? How much can you stop this from happening? So that is what God is interested in you, to heal you, to turn around your life, to make things work. Only that, your heart, your willingness from home to this church, that is enough to heal you. It is not your pastor. It is not who? It is not your pastor. That willingness, hiyo time umekuja umekaa hapa, kiti imekufinya na hujazoea hivyo, mimi nakujua mzee. Haujazoea hivi. Na ukiona umekaa hapa, umefika mwisho. That willingness. Unajua sasa, huyu ni Dora ule wa Mungeke. Unajua hivyo? Ule Dora alikuwa Mungeke. Ule mbaya. Yaani ukimagine ati shida imekufikisha hapo. Kwa Dora. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mimi naliganga nikiona meja watu wanahangaika huko nje. Kwa Dora. Anapiga makelele unamkuta huko. Dora. Ndakwanire kwa Saimokei. Na niraturutira wira mwega. Ngai akora athime. Lakini a few minutes mundu ucio ndiahonokire. Aliokoka. Najua watu wako na kilo ratiri ya kupima wokovu. Anajuaga kupima. Anapima naweka kwa safuria, anasema hiyo wokovu imetosha na huyu ataenda mbinguni. Huyu msee venye tunamwangalia, huyu ataenda mbinguni. Lakini huyu mama bumwangalie, huyu haendi mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama yeye alitangulia na akajenga kanyumba akakuja sasa kutafuta wengine. Lakini haijalishi, tuangalie tu tuone ndio watakujaga hapa bado naanza kulia machozi. But the most important thing, that desire, that willingness to be somewhere in the will of God, in the timing of God, in the presence of God, that what makes you be healed. Deliverance yako ishafanyika already. Kama hujui, already whatever you wanted from God, it has been given to you. It is not about yule mama aliguza tu Geshore. That God wanted him to struggle. That willingness to struggle to touch Geshore. Jesus akasikia ati kuna kipawa imetoka piu. Imeenda. Akauliza ni nani huyo? Na watu walikuwa wamengangana kuzuia huyo mama. Wamengangana, but that willingness, hiyo kutaka, the desire, it is what God wants from you. It is not your money. It is not your wealth. Ati nimetoa.
Hata hapa nitakwambia utoe tu. Nikijua wewe ni mtu wa kutoa, nitakupeleka pale utatoa. Sitakuacha uende na kwa sababu utapeleka kwa mwingine. Na mimi ni binadamu, nahitaji pesa. Ndio neke sidi na kuna wewe na kanwa yako leo. Si ujitolee hapa tu. Kwa sababu najua ulishapona. Wakati uliingia kwa steps pale ukipata, ulishapona kitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa ndio pesa sigeni. Imagine. Hello. Lakini sisemi msirudi kutoa, mtoage. Nitawafundisha lesson ya kutoa, how powerful it is. So, in the book of Ezekiel, Isaiah 41 inasema hivi, ni 40 verses 28 and 27. Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel? My way is hidden from the Lord, and my right is disregarded by my God. Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. Have you not known that God is what? The creator of the earth. He is the only God. We don't have any other God. He is an only God. Whatever you ask in his name shall be given to you. He told Jacob, whatever you will bless, I will bless. Whatever you will curse, I will curse. Meaning every responsibility to do has been transferred to you. The power of healing has been transferred to you. The power of deliverance has been transferred to you. The power for you to become rich is in your hands, is in your mouth. The power to change, the power to declare, the power to decree, it is in you. You don't need anybody to come and do it for you. You got it. You only need to be told to understand who you are. You only need to be told that you are rich, super rich, because you are the owner of the world. That every plant is subject to you, because he told this man, I have given you dominion over the fish of the sea, over the bird of the air, and over every animal that creeps on the land. And every plant that you see ahead of you, I've given you power of them. So if you are not eating, mommy, it is not God. Mungu ameoga mikono. Ni wewe. Kwa sababu hata shetani hakupatiwa power. Shetani hakupatiwa power ya wanyama, ya masamaki, ya miti. Shetani haku. It was taken away from him. So if you are not eating, it is you who have decided not to eat. If you are poor, it is you who have decided to be poor. That is why Jesus, when he came, he told you, pray and you will be answered. And if you fail, they fail to answer you. If heavens fails to answer you, stop praying. There is something wrong. Go to heaven now. Ask them, why are you not answering my prayers? That is, seek and you'll do what? You will find. Praise be the name of God. But the most important of all is what? Seek, you will find. Once you seek and find, that is then when you know, because they will tell you, that is now seeking. You stop praying. Wacha maombi mingi. Ukiona maombi yako imekataa kujibiwa mami, wachana na maombi. Wachana na hiyo maombi. Sasa badilisha. Aza kwenda kwa Mungu, si kwa maombi. Enda kwa Mungu kwa kumuuliza maswali. Muulize, ni kwa nini maombi yangu haijibiwi kule mbinguni? Mungu atakwambia mama yako ni mchawi. Na atakupatia example moja. Akwambie Abraham ni mtoto yangu. A man of faith I love. Nilimbariki lakini nilimtoa kwa baba yake kwa sababu baba yake alikuwa mchawi. Kuna baraka hautapata mpaka utoke kwa baba yako. Kwa baba yako ni mwabudu wa shetani. Baba yako ni mchawi. Baba yako ni mganga. Kwa hivyo kuna kitu Mungu atakuondoa tu. Atakuondoa hapo. Alimwambia Abraham, toka mpaka ile nchi nitakupeleka. Nitaenda kukubarikia huko.
Kwa nini? Kwa sababu hii ni territory ya mchawi. Baba yako ni mchawi. Hakumwambia, alafu akamwambia kitu kingine, na usibebe mtu wa kwenu. Lakini kwa ujeuri yake kama ni wewe, akasema, akaona, akahurumia kama mtoto kingine hapo, ni kama ni yeye alitengeneza hawa mtoto. Ni kama ni yeye aliuba hawa hiyo familia. Akasikilia huruma ati kama mtoto ka brother nikaende nako katiteseke hapa. Mtoto tu brother na tu sister. Mtoto. Wacha nini na tu. Baka Mungu akwambie beba enda na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaambia usibebe mtu wa familia, lakini akaenda na Karutu. Wakati walianza safari hivi na Karutu, shida za Abraham zilikuwa kienda mahali anakutana na watu wanapigana na yeye. Akienda mahali anakutana. Baka akaenda kwa huyo mfalme anaitwa Abimeleki. Kufika huko wakaangalia kama mama alikuwa na mama nyanya. Sema nyanya. Nyanya igajo. Kunyoroka. Sema kunyoroka. Bila make. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke akaangalia hivi akaenda akauliza Abraham, "Mzae, huyo ni nani?" Akamwambia, "Ni sister yangu." Sasa unataka aje? Akaambia hata katuna kwa sababu aliona atakufa. But hakuwa anajua the cause of the problem. Alikuwa anafikiria ni mama smart. But it was not the mama smart. Alikuwa na problem. Abraham was the problem. Remember, he had been told, usitembee, usitoke hapa na mtu wa familia. Maana kile na kutoa kwake ni madhabahu ya familia. And because I want you alone, I want to bless you alone, don't carry any baggage, because this baggage itabeba madhabahu. Na mukienda, madhabahu hii itaendelea kuzungumza na wewe, na itaendelea kukomonitor, because this man will become a monitoring spirit, and they will monitor you through this man. So that is why he was told, never go with anything apart from your wife. But he ignored and carried huyu jamaa anaitwa Rutu. Mahali walienda walichokozwa. Mahali popote walienda waliinukiwa. Baka akanyang'anywa bibi. Lakini Mungu kwa sababu ni wa huruma mingi, ndio unaonanga una survive. Mnasemanga ni grace. That is not grace. Ni huruma za Mungu. Grace ni ujiga. Sema grace ni ujiga. Kwa sababu hiyo ndio imetupelekea kufanya dhambi. By the grace tunaishi kwa neema. Sasa unaenda unalala na mwanamke, unasema tunaishi kwa neema, Mungu atatuhurumia. Wacha ujiga. Hiyo ni ujiga na ni upusi. God does not compromise. God wants you to be clean. God does not want you to kuchanganywa. Hata huyu mzee Abraham alipofika pale akachukuliwa bibi yake mzee. Mungu akiwa mbinguni akamwangalia akasema, "Yeke ni kelimo." Hayajai, hakuelewa, hajui ni nini amebeba. Hajui ni nini. Huyu mtoto Rutu ndiye atamletea shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akakimbia kupande ya Abimeleki. Abimeleki wakati aliona hii ni mama msuri, unajua hiyo watu walikuwa naangalia, mkimfalme anakiangalia kitu msuri anasemanga wacha kidogo. Kaitisha fork na kisu. Kaekewa kwa meza. Anataka kukula chakula kidogo, si ndio? Sasa wakati anajaribu kukula chakula kidogo, mdomo yake ikafugika. Haleluya. Mdomo ya Abraham ikafanya nini? Kompyuta kakazimwa. Kwa sababu ya the love that God had for Abraham, akazima kamashini ka Abimeleki. Akajaribu akitoka naambiwa tuende hebu angalia pale. Anaenda pale kamashini kanafanya kazi mzuri sana. Mpaka anauliza noni. Akirudi hapa kamashini kana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo power mko nayo wamama. Wanaume hafai kuwasubua. Zima tu. Akikuja nyumbani anahakisha. You got the power to say so, to do that. Hiyo ni power. Enda practice siku moja uone. Takuja ninaangania neko hete ili. Ninakaraja. Kaiko hete ili. Huyu mzee akaenda akajaribu mpaka akaita waganga. Abimeleki aliita mpaka waganga. Waganga ndio walimwambia, "Huyu ni nani?" Akamwambia, "Ni bibi. Ni sister ya mtu mwingine kwa hapa juu."
Akamwambia hapana, alikudanganya. Huyu ni bibi yake. Ndio mzamaki akaita Abraham akamwambia, "Ni nini umeniletea? Ni nini shida hii yote umeniletea? Si ungeniambia tu huyu ni mke wako." Sasa naye Abraham angemuuliza swali, "Ulijuaje? What prompted you to kujua ati huyu ni bibi yangu?" Kwani ulikuwa unatafuta nini? Kwa sababu tulikuwa tumeweka mama akae custody akayage huko, hii shida iishe alafu nikuja nichukue. Ulifikiria nini ilikufanya ufikirie ni bibi? Kwa hivyo kuna kitu ulikuwa umefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Abimeleki ndio huyo. Akajaribu ingine ikashindikana. Akajaribu ingine akaitwa ingine ikafanya. Kwa hivyo kuna kitu mnaweza kufanya wamama. Hii shida kushida mkifuatafuata wanaume muachane nayo. Kuangalia simu muachane nayo. Unajua mama mnapenda kuangalia simu ya wanaume. Ati uone ni nani. Na sasa na yule mtu nimesave hapa, nimesema ni yule mzee wa makaa. Huyo mwingine nimemsave yule mama ule mzee wa kutengeneza ule plumber. Nani ni neighbor. Ati ni nyonaga no plumber mama huragira thimu na mundu wa makara na kuna plumber. Wachana na simu za wazee. Zima uko na power. Mungu amekupatia hiyo sawa, fuga. Unatumia tu wakati maji inahitajika kwa mtungi. That's wisdom. Yeah. Don't struggle. Don't argue with anybody. Just switch off. Maji na mtungine, unaenda kwa mtungi, bakaraini, unamwaga maji, unafungulia tap. Maneno inaendelea. Msifa. Huyo mama anacheka tu anaona kumbe. Odo ilikia itilete. Nimesunguka miaka mingi. Ndio neno hiyo ibole Abimeleki chokia muka wene. Taina de. Abimeleki chokia mudoyo waja. Todo ni muka wene. Abimeleki chokia mudoyo waja. Todo ni muka wene. Alikuwa ameanza kujibijali. So the problem that was with Abraham is because he defied God. Alikuwa ameambiwa usiende na mtu wa familia. Wakaenda kidogo wakakutana na watu wanaitwa wa Filisti, wakapigana vita. Walikuwa nataka kummaliza. Akatoka hapo tena akaenda kwa sababu Mungu, God was with Abraham. Baka wakati kakijana kenyewe, because it reaches a time now Mungu mwenyewe anataka kukulivilia, this is the problem you have. Because he thought this is a son of his brother. He thought I cannot, siwezi kuachilia. Hata kama wewe unaweza kuachilia mtoto wa brother yako, si unatembea tu naye kwa huruma nyingi za mbinguni. Kumbe this is a problem. Kwa sababu yeye amebeba madhabahu ya baba kule nyumbani. He's not been cleansed away from the madhabahu. Mungu ametenganisha Abraham na madhabahu ya baba yake. Lakini katoto bado kalikuwa kwenye madhabahu. Na ndio kalikuwa kanatumika in monetary, because this was man ambaye alikuwa anatumia witchcraft. Na Tera, baba yake Abraham alikuwa anaitwa Tera. Alikuwa anatumia witchcraft. So he kept monitoring Abraham through Lutu. So there are things that you do in life, or you have them, that keeps you being monitored. Iyo katabia kako ka hasira kana sababisha shetani apate kamulago ya kumonita wewe. Iyo katabia yako ya masake atiriri yakagwire yakagwire ndio hivi yakagwire nina angania yakagwire ni wacha tu nikwambie tulienda. Unaona yule mama alikuwa amevaa hiyo kaka nini kapiki hivi kaigana kai hivi maruni. Kumbe kai niliwaga. Hai wacha nikwambie. Nasekenyo. Hiyo ndio rutu katika maisha yako. Hiyo ndio mlango umefungulia shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. And the more he went with this boy, the more he faced challenges. The more he faced challenges. Until a time kakijana kameona sasa kamekuwa kakijana barubaru. Kakaambia mzee, hata hizi buzi zote ni mimi. Kama si mimi ungekuwa wapi mzee? Hizi ng'ombe zote ni mimi. Wewe mzee, kama si mimi ungekuwa na hizi ng'ombe. Kakazubua mzee, wakaanza kupigania eka 10 ya shamba kwa sababu walikuwa wamefesi kama Masai. I think Abraham alikuwa kama Masai. Kwa sababu walikuwa wamefesi hiyo shamba
na miba, hii miti ya miba wamezunguka venye mama sasa wanakuja wanajeka kakitu loud, ng'ombe zinakaa hapo. So wakiwa hapo wakaanza kupigana. Wakapigana kwa sababu haka mtu kalikuwa kamebeba wafanyikazi wa Filisti, na huyu mzee alikuwa na wafanyikazi wa Filisti ambao walikuwa wanatembea nao. Wakaanza kupigana kijana wafanyikazi wa kijana na wafanyikazi wa mzee, wakaanza kuinua na magumi. Wakingangania 10 acres. Huyu anasema ni mimi ng'ombe zangu zitalishwa hapa. Na huyu mzee anasema ng'ombe zangu zitalishwa hapo. Wakangangana, wakapigana. Abraham akakumbuka kitu kimoja. Mimi ndio niko na anointing. Alikuja akaambia kijana, wewe kijana, ule date. Mothe digithia wewe mothe ni unagudio guete wana muno wewe mothe. Na kalikuwa na mira. Wewe mothe ni uguete wana muno wewe. Leo hizi ng'ombe ciako hizo tena ciako. Hizi mang'ombe na mambuzi hizi ni zangu zote. Wewe unashindaka pale tu wewe ni wazee mnapiganga story. Mimi ndio naendanga kutafuta. Sasa wewe unakuja kuniambia sasa vitu zangu hazitakaa poa. Bwana Yesu asifiwe sana. Abraham akasimama. When you know who you are, you make a decisive decision. Abraham akaambia kijana, so you want what? Mzee usinilete. Akamwambia fanya hivi, chagua anything ile unaona inakuhusu ama inakufana. Chukua. Mahali unataka kuishi, chukua. That's enough. Enough is enough. Sometimes you must make decision, drastic decision, and say enough is enough. And Abraham did a drastic decision. Akamwambia kijana, hata ukitaka kubeba kila kitu beba. Kijana na ujeuri. Na ukitaka kujua mtu huyo alikuwa wa shetani, kule anaedaka upande wa kwa shetani. Hata ukimwachia mali yako yote, atachukua mali akienda kwa shetani. Kijana kalichukua kila kitu, kalipanda pande ya Sodom na Gomora. Badala kaende upande huu mwingine, kalipanda upande ya Sodom na Gomora, kakakaa karibu na Sodom na Gomora. Si ndio kama originate hiyo maneno? Na ndio kama kuja sasa Kenya kupitia Amerika, kamefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Abraham aliwachwa bila kitu. Aliwachua makondoo zingine zimekaa hivi, zingine hazina macho, zingine hazina nini, zingine zimekaa hivi. Kijana hama kakaenda kule, kuna shamba mzuri, iko na rutuba, iko na majani, iko na kila kitu, na mzee akaachwa juu ya mawe. Kwa sababu ni mzee kiparangoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja kukanyesha mvua kubwa sana. Because of making this decisive decision. Wakati alimake that, akafukuza kijana na akakaambia chukua anything that belongs to you, anything unaona inakuhusu hapa, chukua. Sometimes unaweza kuambia hawa watu, tuseme sasa huyu amenisubua kabisa ama mapasta, waambie chukueni hizi zote, chukua anything that you think, chukua kwenda, chukueni mtoke. Na usifeel, waambie wakwende, because kuna macho naenda kufukuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Waambie wakwende kwa sababu kuna kitu inaenda kufanyika. Wakiotoka hivi tu, wakati Kalutu kalibeba kila kitu, kakaondoka, naye Mungu akateremuka. Akaambia Abraham, fungua macho. Kufanya hivi, akaona, akaambiwa tazama mahali macho yako inafika. Akatazama. Akasema naona huko dunia imeshikana. Akaambiwa hiyo ndio utajiri yako. Akaambia tazama mbinguni, hesabu. Akalia nini unaona? Akaanza naona nyota. Akaambia hesabu. Akasema mzae siwezi hesabu hizi. Akaambia hiyo ndio tajiri yako. Akaambia guza kichwa, hebu hesabu nywele za kichwa. Akajaribu, akasema siwezi. Akaambia hiyo ndio tajiri yako. Kumbuka alikuwa anapigania eka 10. When you are walking with the wrong people and when you are living in a wrong situation, your eyes will never open. You will never see the blessing that God has for you. Hawezi na hautaweza kuona until such a time you drop your lutu. Until such a time every lutu in your life has been dropped. That is when God will open your eyes to see how powerful you are. You are weak because a lutu is in your life. You are poor because a lutu is in your life. You are hopeless because there is a lutu in your life. God drop that lutu in your life and God will open your eyes. Hiyo struggle yote mzee amehangaika kwa sababu alikataa kusikia. Aliambiwa usitoke na mtu wa familia. Kau kama tuko kuwete kuma kwanyu ka drop. Wana wa Israeli
walitoka Egypt wakaenda mpaka Canaan, lakini hawakufika Canaan. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wote ambao walitoka Egypt walikufa jangwani, because they never, walipoondoka hawakuacha Umisri. They walked with the Egyptian lifestyle. Mungu akajaribu kuwaweka for 40 years waone kama watachange. They refused to change. So God decided, nitamaliza wote. He cleared everybody apart from 2 with a specific reason. He cleared the rest. Nobody came from Egypt, went to Canaan, apart from who? It is Joshua and Caleb. And what is the specific reason why Joshua and Caleb went? Ni kwa nini? Who knows why? They came with a visionary report. Walienda, walitumwa wakiwa watu 12. Wakaambia nendeni mkaspy hiyo inchi, tuone kama hiyo inchi kuna baraka. Sasa walipofika huko, wakaenda wakaona watu 10 walisema, walikuja wakabia Musa kwa utotigetoria. Watu wale huko. Wale watu wako huko hatutoboi. Lakini Joshua na Caleb waliona vitu vingine. Walikuja wakaambia Musa, ule Mungu tunaabudu hapa, tukimpeleka huko tutashinda. Kwa sababu ya kusimama na huyo Mungu, naye Mungu alisimama na wao to the last minute. God will walk with you to the last minute because you have stood. Umeachana na malutu katika maisha yako. Umeamua kutembea na Mungu, naye Mungu hata kuacha kamwe. He will never forsake you nor leave you. Bwana asifiwe sana. He will still make you what you are supposed to be. Mwambie mwenzako, drop that lutu. Huyo ndio hiyo kiu ni kiokegila giotoge muthe. Lutu anaweza kuwa baba yako. Lutu anaweza kuwa mama yako. Lutu anaweza kuwa guka. Lutu anaweza kuwa your husband. Lutu anaweza kuwa your wife. Bwana Yesu asifiwe. Kama ndiye yeye anazuia safari yako na Mungu, wewe muweke tu chini, atembelee pale na utembelee hapa. Mimi hata wewe ukiwa nani, hata ukue bibi yangu, tukifika kwenye unaninyonya, tukifika kwa madhabahu, I don't know you. My God is my God. I respect my God. I obey my God. That is what the Bible is telling me. If I obey, Deuteronomy 27:28. Deuteronomy 28 verse 1. If you diligently, let me read it for you kwa wale ambao sijasomea hiyo. Deuteronomy inakuanga wapi? Iko New Testament. No, old. Aya. Deuteronomy 28 verse 1. If you faithfully obey the voice of the Lord your God. If you do what? If you faithfully, Deuteronomy 28. If you faithfully obey the voice of the Lord your God. Faithfully. So there is unfaithful obeying and faithful obeying. If you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all his commandments, and also there is being careful to do, and there is also being uncareful to do. So you can obey, but being uncareful. So being careful to obey all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. Only that's only what you need. Abraham aliambiwa do not go, he never obeyed. He faced challenges. Bwana Yesu asifiwe sana. Moses was told what to do, he never obeyed. That is why he faced challenges, he died. Can you obey the voice of God? That is all what he needs from you. Because all of you, you have disobeyed the voice of God. All of you here, including myself, we have disobeyed the voice of God. And that is, then the Bible says, when you obey, he will set you high above all the nations of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you, if you obey the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, blessed shall you be in the field. Blessed shall you the fruit of your womb, and blessed. See, there are blessings
associated with hearing and hearing the voice of God. That is all what you need. Just listening and hearing the voice of the Lord your God. Nothing else, nothing long, nothing short. There's no shortcut. Abraham waliteseka because of carrying his own brother's son. What son are you carrying? What son are you carrying with you? What son are you carrying with you? Ni nini umebeba ambayo it is not supposed to be carried by you? Ni kigethi tukiriko kuwete that is not supposed to be carried by you. What character are you carrying with you that you are stopped but you still insist? What are you carrying? Ask yourself. As we do this song, I want you to go deeper into your mind. Ask yourself, what is the problem with me? Ask yourself, ni nini hii nimebeba? As we do the song, so that you may contemplate and ask yourself instantly, know from yourself, get the understanding, because the problem you are facing is within you. The challenge, why you are suffering because wewe ni mchawi umejiroga. You are suffering because kichwa yako ni ngumu. You don't listen, you don't hear. You are suffering because you are not a good listener. You are suffering because you are not understanding. You never sit down to be taught the word of God. You must be taught the word of God for you to be elevated, to be removed from the situation you are in. You will continue suffering as long as you don't drop that lutu that is in your life. You will continue to face challenges, rejection, refusals, as long as lutu is operating in you. Take your time. Ask yourself, who is the lutu in my life? Could it be my wife that is the lutu? Could it be my husband that is the lutu? Could it be ni ile kazi nafanya is the lutu? Could it be ni mudomo yangu that is the lutu? Could it be I'm waiting for you? Could it be it is the eyes that is the lutu? Rise up. Sinipite Mwokozi, unisikie. Unapozuru wengine, usinipite. Mwambie anapokuzuru ama anapozuru wengine, asikupite. Mwambie tu akuonyeshe who is the lutu in your life.
naomba unisikie. Unapozuru wengine, naomba usinipite. Sina cha kutegemea ila wewe tu. Uso wako uwe kwangu na kuabudu. Sina cha kutegemea ila wewe tu. Haleluya. Uso wako uwe kwangu na kuabudu. Imba Yesu, Yesu, Yesu wangu, Yesu, naomba unisikie. Unapozuru wengine, ninaomba usinipite. Mwite Yesu, Yesu wangu, Yesu, naomba unisikie. Unapozuru wengine, usinipite. Yesu wangu, Yesu, Yesu wangu, Yesu, naomba unisikie. Unapozuru wengine, naomba usinipite. Mwite Yesu, Yesu wangu, Yesu, naomba unisikie. Unapozuru wengine,
Baba,
nimejua nimekuwa na malutu katika maisha yangu imekwama, malutu waliingia, ni mimi nilimwalika, ndio maana naomba msamaha. Roho wako Mtakatifu atelemke leo anihudumie. In Jesus' name. In Jesus' name.
Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. 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 Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Sana maana yake ni atukuzwe. Sana maana yake ashukuriwe. Sana maana yake ainuliwe. Hosanna, Hallelujah, Hosanna. Maise, habari yako? Wewe ni pastor? Mimi ni mchungaji. Okay. Mtoto alikuwa anasema akikula anatapika. Walikuwa nakula natapika. Lakini sasa Amepona. Amen. Glory to Jesus. Amen. Unataka umulete Sunday. amen. Uende mpatie chakula ya kutosha, matunda vizuri, ashibe. Amen. Yes. Mama ako nyumbani. Mama ako nyumbani. Mkuje baka na mama. Amen. Amepona. Amen. It's healed. You are free. Yes. Amen. Simena kama shiba. Enda ukae pale ukapatie ujigine. Usimpatie miigi lakini kapatie ile kataweza tubo inataka menyoa inataka kwaje? Mara. Intestine. Sio ndio menyoa? Intestine. Ndio imekudera imeshikana kidogo. Mzee. Raigu atia. Kadhuli ne gathie. Kama hana roho rwajara. Unajua acha niwaambie kujeni. Kujeni niwaambie ukatu. Demere. Demere. Ukaha. Kujeni mwangalie mse. Aya tu ne wote gagiri yake ya guthabia. Mzee, haisha nigetho tiga ngiri ya guthabia. Yeni. Muitisha 1,000 ya kuosha hapa. Do you know this? A millionaire. Oh Jesus. This guy. Ako na maplot, ako na manyumba. Nataka kuambia you can kutembea na Lutu akumalize. Nani unajua Dagoretti Corner? Unajua Dagoretti Corner? Unajua nyumba ilikuwa iko na benki ya cooperative ambayo ilifugwa ni ya huyu mzee. Uko na plot ngapi huko umejenga? Ate? Sio za yojini kinida tunomwenda diria. So macho mangiri yake na hali ngiri no eno munetiri wa. Hiyo nyumba ni ya milioni shilingi. About value. It ought to be about 200 million. 200 million. Deda huko pesa shilingi ngiri magana mere. Ikere hanne kinge tuduri tu. He has a plot of 200 million shillings, but he is begging for food. He is begging for what? For food. A plot imesimama na hakuna hata inzi hazipiti, haziigi inzi. Hata mosquito ndani unalala bila net. Haina. Nyumba mbili Dagoretti Corner hazina tenant. Teko ja komora na maidha mada. Mama. Nilikuwa nataka wajue uko na mama. Usiweze kufanyia mahesabu.
Umeona? That is how the devil will damage you. That is how the devil will completely destroy you if you are not careful. This is a tycoon, but he's a beggar. Hii ndio ile kiatu amevaa. The only shoe. Hebu jijaribu wewe ujiulize ni lutumu gani uko naye kwa maisha yako. Kusi hapa si shetani hapa. Utaweza sema sasa kama Mungu kama umejenga nyumba ya milioni 200 ni shetani alikusaidia kujenga? Si ni Mungu. But what happened? Abraham was spoken to by God. Toka. Uende nitakubariki. Lakini along akaenda na mtu, maisha ikaanza kuinama mpaka bibi anapatiana. So it's more small mistake that keep on following. Ile ya mababu, ile ya uko nyumbani inamfuata huyu mzee. Mwangalie sasa. Nikimwomba 20,000 hapa utamuona tena. Ataenda kusema kanidai onobe shado metagio. Lakini angekuwa yeye hata yeye ndiye angenipia. Kama ninatolia kanyama anunue nyama na anunue ambayo itaka nyama kama udromeda shera hata likido. Unaona amekuweka 200 kwa mfuko. Anakuambia mwanaume atembeage bila kitu kwa mfuko. Lakini sasa nimuitishe hiyo 20,000. Hii kanisa hata kanyaga tena. That is how the devil will destroy you. That is how the devil can destroy you. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuona mtu ako lakini hayuko. Huyu dagoleti yote anajulikana. Alikuwa ananitengenezea gari kitambo. Ni makanika bado. Lakini vitu zake na wale walikuwa namfuata wamekuja paka hapa wananiuliza unafugua yeye kwa nini? Tumuzea tuwili tuko na jora. Na moja mnafanana kidogo. Na akanimkamuuliza akaniambia ni guka yako. Guka yako alikuwa nini? Sikumpata. Alikuwa mdomo. Simeona? Na wewe ndio umeitwa hiyo jina. Simeona? Witchcraft operating from the grandfather to him. Na walikuwa hapa wawili. Na kama mama mmoja. Lakini wameaniambia tumeenda. Bwana Yesu sasa. You are free. Eh? Kile kimefunguliwa kila kitu. You are free. Yeah. Pigia Yesu makofi. Hivyo amefunguliwa. Na nyinyi pia mfanya nini? Mmefunguliwa. Hiyo kesi Mungu ameiondoa. Hiyo kesi ya nyumba, hiyo Mungu ameiondoa. Na kitu yoyote yako ambayo iko mbali, imepelekwa hivi, Mungu ameirudisha. Na Mungu akikubariki kwa sababu atakubariki, ukumbuke hii madhabahu. Oh yes. Asante. Thank you. And now may the grace Of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen. Sunday kuna anointing ceremony. Sunday kuna nini? Anointing ceremony. Kuvunja miamba ya familia. The generational curses that may be following you. Umeelewa? Sasa kaeni pale chini. Kuna chai? Kwa nini? Mlikosa pesa? Ama apostol hakutoa pesa? Tuchageni pesa ya maziwa. Tuchageni hawa tu. Chageni pesa ya maziwa tukunywe maziwa chai. Shilingi 10, shilingi 20. Chageni haraka haraka. Kama unataka kukunywa chai chaga. Na kama unataka kuenda uetoke tu saa hii. Chageni pesa ya maziwa. Lete. Chageni pesa ya maziwa. Who is catered for? Alikuwa wapi? Simulete. Nyinyi hamjui kutabu baraka? Simulete. Ukiekelea pesa kwa mkono ya mtumishi, kuna kitu inafugukaga automatically. Sio ati ni chache. Wewe
Usiwahi kuniletea pesa kama umekuja hapa. Hapa si marikiti. Nataka nikasirike.